Lulu nzuri naye
Kumtukuza Mungu. Kwa hiyo mahali ulipo utakwenda kusimama. Haleluya. Amen. Kabla hatujaingia katika sifa na mabudu, acha tufanye maombi kidogo kwa ajili ya mjakazi ambaye alitubariki Nzenze kwa siku ya leo. Haleluya. Amen. Mjakazi Martha ametubariki na Nzenze, na huko nishasikia wengine wako ananiambia pasta mimi nipatie mimi. Ametubariki. Ni neema ndiyo itakayofanya wewe huko kwenye unaenda uone hiki kitu kinakosekana kanisani na ufanye nini? Ukuje na kiuzi. Haleluya. Basi ninaomba Baba Mungu akuita na kuitika kimbilio.
kuwa ndivyo chakula chenu. Amen. Amen. Karibu Mwanzo 3:8. Mwingine anaandaa Mathayo 4:8 hadi 10. Tunasoma Mwanzo 3 mstari wake wa 8, tunasoma kwa jina la Yesu. Amen. Kisha wakasikia sauti ya Bwana. Yes. Mungu akitembea bustani wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani. Yes. Bwana Mungu asiwaone. Amen. Karibu Mathayo 4. Mathayo 4 8 hadi 10. Kisha wanaandaa Mathayo 6:9 hadi 10. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka katika mlima mrefu mno. Haya yote nitakupa. Haya yote nitakupa ukiinama na kunishuhudia. Ndipo Yesu alipomwambia, nenda zako Shetani, kwa maana imeandikwa, mwabudu Bwana Mungu wako na umtumikie yeye peke yake. Amen. Amen. Malizia Mathayo 6:9 hadi 10. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunasoma Mathayo 6:9 hadi 10. Basi hivi ndivyo mnavyopaswa kusali. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Mungu awabariki sana wasomaji wetu. Amen. Tunaanza na Mathayo 1:29. Mathayo 1:29, ukianza kwenye mwanzo huku unakuta habari za uumbaji. Haleluya. Amen. Mungu akiumba dunia. Na Mungu aliumba dunia katika utukufu. Aliumba dunia katika hali ambapo dunia yeye mwenyewe akaona akasema yapendeza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua, wakati tulipokuwa mkambi, tulikuwa tukitoka mkambi unaenda Muvile. Unaangalia yale manyumba ya Muvile, unasema ya kwamba hii yafaa nini? Yapendeza. Si ndio hivyo eti? Sasa wakati ulipotoka Muvile, uko mundege, uko na kuja unaangalia chini. Wenyewe walikuanga kudirisha wapandishe kwa mikono tuwaone. Wale waliokuja dirisha 80% walikuwa macho yao ilikuwa wapi? Nje. Bwana Yesu asifiwe. Kisha wengine walikuwa kudirisha lakini walikuwa naoga, walikuwa nawaza ya kwamba pengine ataruka pale kudirisha anaanguka chini. Sasa wakati ulipokuwa unakuja, wewe uliyekuwa dirishani ulikuwa unaona chini kisi panapendeza, unaona kule kwenye ulikuwa unaita kunapendeza kuwa kama vile ni nini? Ni uchafu. Si ndio hivyo? Wakati ulipofika Stockholm ama pale penye unaishi, nadhani picha ya pale penye unaishi ya kwanza mpaka leo hoja ipataka. Bwana Yesu asifiwe. Kila wakati nikifika huko napata kukumbusha Mama Angel na Mama Angel kitu kimoja. Mama Angel alipoteaka na iko nyuma ya nyumba yake. Iko na migia mama chance akuye kumlogota. Iko kudirisha nyumba. Picha ya siku ya kwanza. Wakati uliposhuka ukaona Ulaya ukasema, njoo hapa. Ona jinsi kunapendeza. Ona jinsi manyumba yanapendeza. Tulikuwa na mtumishi mmoja ndio watoto wake walikuwa wanaita huko mbinguni ya duniani. Haleluya. Na wale wenyewe wako Afrika wako duniani au wenyewe wako Ulaya wako wapi? Mbinguni. Ikawa imependeza. Baada ya kuona imependeza akamtengeneza mwanadamu. Baada ya kumtengeneza mwanadamu akampa vyote ambavyo vimetajwa katika Mwanzo 1:29. Chakula, maji, akawabariki. Haleluya. Amen.
Bwana Yesu asifiwe. Kiasi kwamba kazi yao ilikuwa ni kuangalia wanyama wanaishije, wanatawala na vinginevyo, lakini upande wa chakula na mavazi, aliyekuwa anafua mavazi yao alikuwa ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mavazi yao, aliyowavisha mavazi alikuwa ni nani? Mungu. Aliyekuwa anayafua ya kwamba hivi wanahitaji kubadilisha mavazi alikuwa ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na sio tu hapo, eti kila jioni jua likiingia alikuwa anafanya nini? Anakuja kuwasalimia. Yaani unaona utukufu ambao hao watu walikuwa wanaishi. Siku haitapita haja kuja kufanya nini? Kuwasalimia. Mmeshindaje katika bustani? Mnaendeleaje? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Eti Adamu na Hawa waliishi maisha ya utukufu, maisha ambayo hawakukosa kitu, hawakupungukiwa kitu. Haleluya. Amen. Ndio maisha ambayo Mungu anasema mwaka wa 2026 ndio tutakaoishi sisi watu. Amen. Sema amen. Amen. Kila kitu kitakuwa cha utukufu. Mahali ambapo hautakosa kitu. Kutakuwa tuna utofauti mmoja ambapo Mungu alikuwa anakujia kuja kuwatafuta Adamu na Hawa anawasalimia. Lakini watoto wa kanisa la Neema tunasii kila siku na sisi tumtafute. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kila siku fanya nini? Umtafute. Kila siku upate muda wa kutembea, wa kuishi na Mungu, wa kuketi naye, wa kutembea naye, wa kulala naye, ndipo utakayoona utukufu wake. Haleluya. Amen. Waimbaji walituimbia ya kwamba tafuteni kwanza ufalme wa nini? Tafuteni kwanza ufalme wa nini? Na mengine yote atafanya nini? Tazidishiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mengine yote tunayohitaji, ikiwa ni shortcut ndio unayohitaji, utafanya nini? Utapata bila kusoma. Ikiwa ni ndoa ndio unayohitaji, utafanya nini? Utapata. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ikiwa ni nyumba ndio unayohitaji, utafanya nini? Utanunua. Lazima kwanza utafute nini? Haleluya. Mpaka pale ambapo Adamu na Hawa walipotenda dhambi imeingia, ndipo sasa wakakimbia, Mungu akawavua manguo, wakajikuta wako uchi. Haleluya. Mungu akayatoa manguo kwa sababu walikaa muda mrefu. Kwa sababu Mungu ndiye aliyekuwa anabadilisha manguo, hawakutambua, hawakujua. Haleluya. Maana ingilikuwa kama waliumbwa wakabaki hivyo jinsi uchi, Biblia ingilisema eti walikuwa uchi tangu zamani. Haleluya. Lakini hao walikuwa wanafuliwa manguo na Mungu. Mungu anawabadilishia. Eti kila jioni alikuwa anakuja kuwatembelea. Mathayo 4 anatuambia nini? 4:8. Anatuambia kwamba Shetani akamchukua Yesu, akampandisha kwenye mlima mkubwa, alafu akamuonyesha mali iliyopo hapa duniani, akamuonyesha utukufu uliopo hapa duniani. Vile vitu ambavyo Shetani alimuonyesha Mungu, alimuonyesha Yesu. Aliko yote alikuwa anamuonyesha vya mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alikuwa anamuonyesha wenyewe viko wapi? Duniani. Eti akamuonyesha chini, akamuonyesha hapa duniani, akamuonyesha vitu vyenyewe viko. Alafu akamwambia, wewe unishuhudie tu, na hivi vyote nitakupa. Unajua Shetani kama vile hakuwa anamjua Mungu ni nani. Maana yeye kule alipofukuziwa mbinguni hakufukuziwa na kitu. Bwana Yesu asifiwe. Na kazi yake kubwa ni kutunyang'anya yaliyo yetu. Ndio kazi ya Shetani. Kisha mwingine atasema Shetani anatunyang'anyaje? Wao haujaonaga ukienda kwa mchawi, unaenda tafuta utajiri. Si ndio hivyo? Unaenda tafuta utajiri kwa mchawi. Mchawi anakuambia unilipe tu 50,000. Kisha atakupa nini?
Hivi kwa nini yeye achukue yako 50,000 kisha akupe utajiri, akupe mamilioni na yeye ni maskini? Haleluya. Ile 50 yako yenyewe umempatia ni ya maana kuliko ile mamilioni yenyewe atafanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo shetani kazi yake ni kutuiba. Achukue vilivyo vya kwako, atuibe. Kwa hiyo alikuwa alishaiba, akakusanya vyote ambavyo ameiba kwa watoto wa Mungu, ndipo akaenda kumuonyesha Mungu. Kwa maana Yesu alijua ya kwamba hivi ni vya kwangu. Alimwambia siwezi fanya hivyo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kisha mtu mmoja akauniuliza swali, akaniambia, pastor, uko katika shida, alafu shetani anakuja kukubariki, utachukua? Na wewe unajua ya shetani. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hiyo siku nikamjibia tu kwa haraka, nikamwambia shetani hana kitu, na Mungu anaweza akatumikisha mtu yoyote yule kwa kusema afanye nini? Anibariki. Mimi nitachukua. Haleluya. Maana shetani kama analeta, maana yake anaanza rudisha vile venye alifanya nini? Aliiba. Bwana Yesu asifiwe. Anaanza rudisha. Kwa hiyo akamfikisha, akamwonyesha utukufu wote aliyokuwa ameuchunga. Ule utukufu wote ule umeandaliwa kwa ajili yako wewe na mimi kwa huu mwaka, ikiwa tutatembea katika mapenzi ya nani? Amen. Sema amen. Amen. Haleluya. Utukufu wote ule aliyemwonyesha. Unajua ni kwa sababu hawakutaja, lakini acha nikuambie ya kwamba katika ule utukufu mlikuwemo dhahabu, mlikuwemo fedha. Watu wengine wakisikia Kiswahili cha fedha wanayofikiria ni hiyo karatasi. Fedha ni mawe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tusikuwe tunadharau. Unaona au waandishi wa Biblia wakati mwingine sisi wasomaji unasikia tu Yesu, Yuda akamuuzisha Yesu vipande 30 vya fedha. Alafu unawaza kama vile ni vingorongoro 1 2 3 4 5 mpaka 30. Ilikuwa ni mawe. Bwana Yesu asifiwe. Fedha ni mali ambayo inapatikana baada ya dhahabu. Chini ya oro ndio kwenye kunatokaga fedha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yesu hata kusema atundikwe msalabani, auziwe, hakununuliwa kwa pesa kidogo. Haiko vipande 30 tu, ile tu ukafikiria ni Trete Kronel. Haleluya. Amen. Ilikuwa pesa nyingi. Kwa hiyo zile zote pesa, ule utukufu umeandaliwa na umewekwa kwa ajili yako, ikiwa utatembea kwa mapenzi ya nani? Ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Eti pasa vitawezekana hivi? Ni mbona hizi habari za mbinguni? Hizi haziko habari za mbinguni jamani. Hizi ni habari za wapi? Za hapa duniani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kama gisi msomaji wa mwisho wa 4 ametusomea katika kitabu cha Mathayo 6:9, Yesu anaambia wanafunzi wake muombe hivi, mapenzi ya Mungu yafanye nini? Yafanyike duniani kama wapi? Gisi ilivyo mbinguni ifanyike na wapi? Sasa mbinguni kuna utukufu tele, sivyo? Maana yake utukufu wa mbinguni ufanyike na wapi? Tuishi utukufu wa mbingu na tukingaliki wapi? Duniani. Bwana Yesu asifiwe. Kama ilivyo mbinguni na hapa duniani, au kama ilivyo hapa duniani na kule mbinguni. Yaani tuishi sisi duniani, tunaanza kuishi maisha ya mbinguni. Sema amen. Amen. Haleluya. Amen. Wapo. Unajua utukufu wa Mungu ukikufikia mpendwa, tatizo ya sisi wanadamu ni kwamba utukufu wa Mungu ukitufikiria tunamsahau. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utukufu wa Mungu ukitufikia tunamsahau, ndio shida. Na ndio maana unaona waliokuwa wakimbizi, utukufu wa Mungu umemfikia, kawa rais, anamsahau Mungu. Anakuwa muuaji wa kwanza duniani. Haleluya. Unaona aliyekuwa taksi
alikuwa anatumika kazi ya Fodora Belgique. Kazi ya Fodora Belgique. Hapa Belgique kazi yake ni Fodora. Si mnajua Fodora? Ndio. Wangapi wenyewe washagawahi kununua chakula Fodora? Wengine hawajui Fodora ni nini. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akupatie basi hata neema ya kuwa unaagiza tu na chakula na Fodora. Siku moja niko ninaenda munjia, nafika munjia naona kakitu kananipita kagari kidogo hivi banaandika Fodora. Kako kanajitembeza iko peke, kanaenda mpaka kwa restaurant, banapatiza chakula kisha kanarudia. Fodora ni hizi gari zenye zinatuletea mavyakula. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tufike mtu anatembeza ile kunivua Belgique, manake ni mtu wa kudharaulika sana. Haleluya. Amen. Lakini Mungu anamuinua, anamtia rais. Inakuwa hole tunamsahau. Lakini acha nikwambie, mwaka huu ni mwaka ambao utashuhudia utukufu usio nini wa kawaida. Amen. Mungu atakufikisha katika sehemu ambazo haukutarajia, haukuwazaka kama utafika. Amen. Kikubwa ni kutokumsahau. Sema amen. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Atatufikisha katika eneo. Atatufikisha katika nyumba za dhahabu. Hapa duniani kuna nyumba za dhahabu. Haleluya. Atatufikisha, unajikuta hauna kitu leo, lakini kwenye mwaka huu utaisha, unasikia kwamba niko na nyumba 2 Afrika. Sema amen. Haleluya. Utafika kwa hatua sio tu mpaka Afrika, hata hapo utafika kwa hatua ya kusema nami nimenunua nyumba yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mwaka wa utukufu. Mwaka wa utukufu. Hata sasa nikwambie siri kubwa. Siri kubwa sio kumwambia Mungu yale unayoyataka, bali ni wewe kusikiliza yale unayoyataka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unajua tatizo letu, kila siku tukienda kwenye meza ya Bwana tunakuwa na list. Bwana anahitaji mke. Bwana anahitaji gari. Bwana anahitaji ng'ombe. Bwana anahitaji, lakini punguza kwanza. Hii mwaka ukifika kwenye meza ya Bwana, umwambie Bwana, mimi hapa unataka nifanye nini? Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unataka nifanye nini? Unasema nini Bwana? Tekeleza yale atakayokuambia, na ndio msingi, ndio njia ya wewe kufika katika utukufu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wamoja walishaanza kushuhudia utukufu. Si mnaona atakupendeza utukufu. Tulisema ya kwamba utukufu ambao Mungu analeta huu ni utukufu ambao usio wa kawaida. Ambapo hata na nguo ukivaa tu kila mtu anasema umefanya nini? Umependeza. Haleluya. Kama jinsi kijana wangu Shamje pale ameoa, hata kile kiatu kama ni kia juu sana na yeye ni mrefu, lakini amefanya nini? Amependeza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mama mkurugenzi pale ndio mseme. Leo saa vile leo ataenda kupeleka mtoto wake ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kisha wengine wako wanasema pasa asinitaje. Mnapendeza nyote. Haleluya. Lakini hii kupendeza mpaka mimi mwenyewe niko nasema hapa vijana wangu hii kupendeza yote. Huko Mungu bako huko kabisa. Amen pastor. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mnapendeza kiasi kwamba tunasema kwamba huu mwaka iko kama vile ndoa 4-5 sitakosa mwaka kabisa. Si ndio hivyo nani? Msinipatishe haya nitie. Sio wewe nitie. Kashete. Ndoa 4-5 hivyo. Kwa hiyo kupendeza ni mwaka ambao mtoto wa kanisa la Neema atashuhudia utukufu wa Mungu. Ikiwa tutajipanga sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Acha Mungu abariki kila mmoja kwa usikilizaji.
Nina mwanzo siku zote kikosaki mwisho. Hasa karibu kwa matangazo. Atatufungia moja kwa moja. Tangazo la kwanza, Yesu anakuja. Tangazo la pili, hapa tuna kitabu cha nyimbo za wokovu kwa yote ambaye anahitaji ni krona 200. Kama unahitaji krona 200 utakichukua. Kwa hiyo tunawafurahia sana, na mtamwona ndugu yetu Mafikiri ndiye na hivi vitabu. Kwa hiyo tunashukuru kwa wale wote ambao wamefika kwa siku ya leo katika kongamano na kumtukuza Mungu wetu. Mungu awabariki sana. Na pia mama, sijui kama kunakuwa ile sawa fika inakuwa itakuwa na fika. Tukitoka hapa tutashiriki kwenye chumba chetu na tutafanya hiyo kazi. Kwa hiyo Mungu atubariki sote. Na tangazo lingine tutaweza kuomba ili kwamba Mungu atufungulie milango tupate nafasi ambayo tutakuwa tunavutia, maana nafasi hii inatufinda sana, kwa sababu tunahudumia ni saa moja tu, na baada ya sisi kunakuwa na wengine ambao wanashiriki nyuma yetu. Ndio maana tunafanya vitu kwa haraka, lakini tukipata nafasi yetu tutakuwa na muda mwingi wa kumsifu Mungu. Na pia vijana wetu wana kazi ambayo wamepewa tarehe 25 wataifanya. Kwa hiyo mjikaze sana ili kwamba mfanikishe ile kazi ya nyimbo. Ikiwezekana, kama itawezekana leo, naweza kuanza, sababu siku zinaisha. Leo inakuwa ni tarehe 18 na labda kesho. Kwa hiyo mjitahidi sana vijana wetu, na nyinyi ndio mtahudumia siku ile. Itakuwa ni ibada ya wazungu hapa na nyinyi, na sisi tutakuwa hapa wamoja wetu. Wale ambao sio vijana tutakuwa hapa, wao watahudumia kule, hawatakuwa hapa, tutakuwa kule. Kwa hiyo mjikaze na Mungu awabariki sana. Na pia tunayo mipango mingi katika mwaka huu, ni kuendelea kuomba Mungu ili kwamba Mungu atusaidie tufanikishe mipango ambayo tunakuwa nayo. Kama kuna mwingine mtumishi anaona kuongezea hapo, tusimame. Usifiwe Yesu Kristo, Mwokozi mzuri kabisa. Usifiwe Yesu Kristo, tunamshukuru Mwenyezi Mungu wa zamani zote kwa muda huo ambao umetujalia kuwepo hapa katika nyumba yako takatifu. Yesu, asante kwa neno lako, asante kwa baraka zote ambazo tumezipokea, na muda huu tunatafuta wengine. Mungu tusaidie katika wiki hii ambayo tutakwenda kuianza, uanze pamoja nasi Mungu, utufanikishe mafanikisho mema, utuzingire kwa ujiko pande zote katika yale ambayo tutakwenda kuyakimbilia na kuyafanya. Mungu tutangulize mbele na kutubariki katika mambo yote. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na pendo la Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu utakuwa na kila mmoja wetu. Amen.